Nilijua. Nilijiandaa, nilijua kwa sababu nilivyoambiwa kuna Azam nini wanaita Media Day. Nikajua nikajiandaa vizuri kama bwana ili goma hili la kwangu. Kwa hiyo nimejiandaa vizuri. Hii yangu hii. Kwa hiyo acha nende nikajiandae. Umekunywa maji mengi sana ya kutosha, afu nimekula chakula kizuri tu. Chakula. Au sio? Sawa, Bwana Fei, tuambie matarajio yako na matumaini yako na pia malengo yako ya msimu huu kwa sababu ligi bado inaendelea. Matarajio yangu ni kufanya vizuri katika msimu huu. Na pale tulipoishia mwaka jana Azam FC kuongeza zaidi ili kuchukua kikombe katika msimu ambao unakuwa sasa hivi. Fei, mimi nataka kufahamu ilikuuma kwa kiasi gani mara baada ya kutolewa kwenye michuano ya CAF Champions League? Imeniuma kama mchezaji na nilikuwa najisikia vibaya kwa sababu sio malengo yetu kufika katika hatua ya awali. Malengo yetu kusogea mbele zaidi ili kuingia, malengo yetu ni kuingia katika group stage. Kwa hiyo hatujafanikiwa, tutajiandaa msimu unaokuja ili kufanya vizuri. Tangu umetoka Yanga imewafunga mara 2 kwenye finali ya FA na ngao ya jamii. Kwako hile uliibeba vipi kama mchezaji? Mimi ni mchezaji, mechi yoyote ile ambayo nakutana nao najitume ili kupata matokeo, kuipa matokeo timu yangu, sio kuifunga timu moja tu, hapana. Na sipo katika ligi kwamba kucheza na Yanga tu niifunge Yanga tu, hapana. Mimi mechi yote ambayo inakuja mbele yangu ni kupambana, ni kuipa alama 3 katika timu, kuipa alama 3 timu yangu. Nakumbuka mlivyokuwa Morocco kule, kauli ya kocha Rolani Mokwena kusema kwamba wewe ni mchezaji bora hapa barani Afrika. Ulijisikiaje? Yani ilikupa nguvu kwa kiasi gani? Imenipa nguvu mimi kuendelea kupambana. Kuendelea kupambana, kuendelea kuonyesha ambacho kile Mwenyezi Mungu amenijalia. Ni sio kitu kingine chochote kile. 2021 kulikuwa na AFCON huko Misri. Nakumbuka kocha pia alisema kwamba wewe ni mchezaji ambaye unaweza kucheza hata Barcelona, lakini mpaka sasa hupo Tanzania. Pengine Fei unakwama wapi? Sikwami kwa sababu unajua kesho yetu sisi naijua Mwenyezi Mungu, au sio? Kwa hiyo unaweza kana umepanga hichi lakini Mungu yeye kapanga vingine. Mimi naona muda wangu bado hujafika. Kama Mwenyezi Mungu muda ambao wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa muda ukifika kama Mwenyezi Mungu sasa hivi bwana nenda kacheze nje, basi nitaenda. Au Mwenyezi Mungu kapanga bwana Fei mpira utamalizia hapa Tanzania, basi tamalizia tu hapa Tanzania. Kwa hiyo acha tumombe Mungu, kile kitu kinawezekana. Unakumbuka lile sakata lako la Yanga kipindi kile? Unalikumbuka vizuri? Nakumbuka vizuri sana. Tunaikumbuka kauli uliyosema kwamba utakuja kucheza Yanga labda Engineer Hersi aondoke. Lakini tulikuona kwenye tukio moja mlikumbatiana na rais. Mlizungumza nini pale? Ni Rais Hersi ni rafiki yangu. Simenifahamu. Ni rafiki yangu na tunaongea mambo mengi sana na ananishauri vitu vingi, umeona? Kwa sababu mimi ni mdogo wake, ni kama mwanawe, umeona? Siwezi kuzungumzia mambo yaliyopita. Watu tu wanakuza mambo, simenifahamu Waje ile kauli mpaka ukaitoa? Ndio maana nikakwambia siwezi kuzungumza mambo yaliyopita. Simenifahamu. Sometimes unaweza kusema bwana umezungumza kwa sababu hivi, huwezi kuzungumza kwa sababu unaweza kuzungumza kitu hapa watu wakafikiria vingine, lakini mimi sina tatizo na Hersi. Sina tatizo kabisa. Yeye mwenyewe mara nyingi. Mwisho juzi nimeongea naye. Mbona mambo mengi tunaongea. Ila tu watu hawajui. Sio vitu vyote ambavyo tunaongea na rais. Watu wanajua. Sema nifahamu Kwa watu wengine mimi naongea naye. Ananishauri vitu vingi na kuna baadhi ya vitu ananisaidia umeona. Kwa hiyo mimi sina tatizo naye lolote lile. Ikitokea labda pengine unataka urejee labda pale Yanga, wewe utakuwa na kigumizi chochote? Hamna bwana, mimi sina kigumizi chochote kwa sababu mimi nafanya kazi kokote pale. Kuna watu hawajategemea kama nitaondoka Yanga. Ni kweli? Umeona? Kwa mimi nafanya kazi kokote. Kitokea Yanga, kitokea Simba, kitokea Mtibwa. Mbona umecheka kwa Simba? Kitokea Mtibwa, kitokea wapi mimi nacheza kote kule. Watu wengi kiu yao bwana ni kukuona Faisal Salum ukivaa jezi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine ikatokea bahati kama hii hapo, wewe utakubali kwenda kusaini Simba? Mimi nishazungumza kwamba mimi nafanya kazi kokote. Ikitokea Azam wametaka nibaki na baki. Simba kama kuna ofa nzuri nitaenda. Yanga wakitaka mimi nirudi nitarudi. Mtibwa wakitaka nikacheze nitacheza. Sijui hivyo wakitaka nikacheze. Mimi nafanya kazi kokote yote ile. Lakini iwe kwenye ligi. Hakuna mtu ambaye ananipangie kwamba bwana Fei lazima uende timu hii. Sasa anacheza mimi. Sasa kama kitokea mimi nikienda Simba nitaenda. Kuna ubaya. Mimi sina kufanya kazi kokote. Ikitokea mimi kurudi Yanga nitarudi. Msimu uliopita ulifanikiwa kuscore takriban magoli 19. Tukuone msimu nao unaendeleza ule muendelezo. Ndio.
Ndio, mimi kazi yangu ni kuipambania timu yangu. Kupambania timu yangu na kuifikisha malengo timu yangu ambao wamejipangia. Na sio kitu kingine chochote kile. Sijiangalii mimi naangalia zaidi kwanza timu yangu ili kufanya vizuri. Ni viungo gani ambao unawakubali zaidi kwa hapa Bongo? Wengi tu mimi nawakubali. Tutajie hata watatu. Tutajie watatu? Au wengi? Sio wengi. Tutajie. Ila unajua mimi wengi, kifupi wengi wote. Mimi wote nawakubali na wote nawafuatilia. Basi at least hata wawili tu. Nje ya vilabu vitatu lakini. Kwa nini vilabu vitatu? Kwa sababu hivi ndio vilabu vikubwa. Basi ndio vilabu vikubwa. Basi ya zaidi namkubali. So Peter Bajana. Nje Azam. Sasa ndio maana nakwambia hivi, nje ya vilabu vitatu naweza kukutajia. Tutajie basi nje ya vilabu vitatu. Kuna midfield moja anaitwa anacheza Kagera yule anaitwa nani yule? Kapama au? Yes. Nasoro Kapama. Kapama. Namkubali Kapama. Kevin Nation namkubali. Albano nani Mtenje Albano namkubali. Umeona? Nani mwingine? Ayubu Lianga namkubali. Sawa. Fei, kuna washambuliaji wengi ambao umecheza nyuma yao kwa sababu wewe umecheza kama kiungo namba 8 lakini pia namba 10. Ni mshambuliaji upi ambaye ulikuwa unafurahi sana ukimpasia pasi unajua kabisa hili ni goli? Fiston Kalala Maele. Mshikaji wako? Sio mshikaji wangu tu. Jamaa anajua kufunga. Na ulikuwa unaenjoy sana kucheza? Na enjoy sana kucheza naye. Na unatamani siku moja angalau? Sio yeye tu, yule Prince Dube. Enjoy sana akifunga. Prince Dube, wengine nime wengi tu. Wewe unawasiliana na Prince Dube? Naongea naye. Vitu gani hasa mkikutana na Prince Dube huwa mnazungumza nje mpira? Nje mpira? Maisha ya kawaida. Maisha kawaida. Vitu vingi tu, vitu vingi wananishauri kwamba unajua maisha mpira ni mafupi nini, unajua tufanye vitu vya maana hivyo. Na pale mlipopoteza alikupigia simu kukupa moyo, usikate tamaa. Pale uwanjani, sio yeye tu. Wachezaji wengi pale wamenipa moyo kwamba bana msivunjike moyo, endelee kupambana, ndio football ilivyo. Hivyo. Hivi ni kocha gani ulimkubali zaidi kwa hapa Tanzania waliopita na ambao bado wapo mpaka sasa hivi? Kocha gani amekubali zaidi? Nimekubali zaidi? Profesa Nabi. Nini Nabi? Kwa sababu ni kocha ambaye anajua kuishi na wachezaji, ni kocha mzuri na ana upendo kwa kila mchezaji, sio kwangu tu, kwa kila mchezaji yote ambaye anafanya naye kazi. Isiwe tu atadabo. Anajua kuishi na wachezaji, yupo vizuri hivyo. Fei, umetoka kufunga goli kwa shuti kali ukiwa unaitumikia timu ya taifa katika mchezo dhidi ya Guinea. Tuambie feeling ya kufunga goli ukiwa na timu ya taifa lakini pia feeling ya kufunga goli ukiwa kwenye klabu yako. Pale unawakilisha taifa. Na taifa kuwakilisha watu wengi Tanzania nzima, milioni 60 wanakuangalia wewe. Kwa hiyo ukifunga ni kama unawapa furaha watu milioni 60. Kwa hiyo lazima kama mchezaji unakuwa unajisikia faraja, unajisikia furaha kwamba umewafungia watu goli, umewapa furaha watu wangapi? Milioni 60. Kwa hiyo unajisikia furaha. Na kuipa timu yako Taifa Stars kuipa ushindi. Hivyo. Ushawahi kutamani kucheza nje ya vilabu vya hapa Tanzania, yani nje ya soka la Tanzania? Natamani. Mimi natamani mpaka kesho. Natamani timu gani labda ungeenda kuitumikia? Yoyote tu. Yoyote tunatamani. Kama Wydad. Kote natamani. Sio hiyo tu. South huko, South Africa. Morocco. Kokote tunapojaliwa na Mwenyezi Mungu natamani kucheza nje. Ulitamani, uliwaza pengine mwalimu angekusifia kwa sifa zile zilizomwaga juu yake ururani mwakwenda? Sikuwaza hilo. Mimi nimeenda kucheza mpira wangu tu ambao ananijalia Mungu basi, lakini sikuwaza kama mwalimu ataongea hivyo. Kauli za mashabiki na wadau wa soka kusema kwamba Azam haifanyi vizuri lakini na kila kitu, inakukata kwa kiasi gani kama mchezaji? Hainikati, ila tunajisikia vibaya tu kama wachezaji. Tunajisikia vibaya kama wachezaji. Na ndio maana tutataka tutumie nguvu kubwa kuwaaminisha watu kwamba Azam inaweza kufanya kitu kikubwa zaidi na inawezekana. Miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa ni changamoto kwa wachezaji hasa hawa wa mpira, hasa wa hizi timu tatu ambazo umezitaja, imekuwa ni masuala ya wanawake. Kwa wewe mchezaji, wanawake sana. Mbona umecheka? Nimefurahi utaja wanawake. Kwa nini umefurahi utaja wanawake? Mambo hayo vipi kwa upande wa Faisal? Changamoto kama hizo? Changamoto hizo bwana. Upande wa wanawake mimi mwanaume bwana, au sio? Mimi mwanaume lakini siwezi kuzungumzia kwamba nimeweka sana kipaumbele wanawake. Hapana. Yaani niweza nikakwambia bwana, mimi sasa hivi sina mwanamke, unanifikiriaje?
shaka na mimi, au sio? Lakini mimi siwezi kulizungumzia, ila mchezaji mwanamke anaye, simenifahamu, mwanamke anaye mchezaji, lakini sasa sio wanawake wawili, watatu, wanne, sio hiyo inakuwa sio vizuri Kuna hii kauli unasemaga kwamba wachezaji bwana wapende kuoa. Ushaisikia hii kauli? Kauli naisikia. Na ni kweli? Mtu kuoa lazimishwi. Mtu kuoa lazimishwi. Uweze kumwambia bwana wewe nenda kaoe sasa hivi ushafika wakati wako. Kwa sababu shida utakuja kuipata wewe. Uweze kuwepo. Kwa hiyo uweze kumlazimisha mtu aoe. Hata mimi mwenyewe tunanisukuma sana nioe, lakini ndio hivyo naambia bwana subirini kwanza. Muda bado. Kwa sababu kwa nje ngapata matatizo kwenye ndoa mimi mtakuja kunipa mtakuwepo nyinyi. Simenifahamu. Kwa msaje lazimishwi. Tegemea upande wa shida sana. Kwenye raha usemi kitu. Sometimes unaweza kupata ndoa bwana ni kama unatia mkono gizani, si ndio? Sometimes unaweza kuwa no, sometimes unaweza kuwa yes, lakini ukipata mtu ambaye anaoendana na wewe, anayekupenda, anayekujali, unaweza kaenjoy ndoa. Lakini ukipata mtu namna gani vipi, kisirani, unaweza ukasema ndio kusema na barabara njiani bure. Faili la mwisho hili hapa. Kitu gani una miss kutoka Yanga? Sheko miss kitu. Nilimisi ukaribu tu wa wachezaji ambao niliwazoea. Nimemisi wachezaji kina Mamnyeto, nimemisi kina Kibwana Shomari, nimemisi nilikuwa kina Ibrahim Baka, nimemisi wachezaji wengi ambao kuna wachezaji wengine washaondoka pale niliwamisi sana. Lakini kadri siku zinavyoenda ilikuwa ule umisi unaondoka. Simenifahamu. Kwa hiyo nimekuja katika maisha mapya, nipo katika maisha mapya. Sawa. Napenda sana kupumzika na kucheza game. PS napenda sana. Mshikaji wako Sebo amesema kwamba miongoni mwa watu ambao yupo nao karibu ni Faisal Salum Abdalla. Ni kweli? Kweli. Na chumba kimoja alafu sasa. Wanasema Fei ana makuzi mengi sana, anafujo sana. Anafujo wanasema. Matatizo mengi. Mimi sema matatizo. Mimi napenda sana. Kuona Fei. Mimi si mcheshi bwana, mimi napenda sana kufurahi na watu. Ndio maana na mimi